Kawe hao, natumai nyote hamjambo na mnaendelea vizuri. Tuko kwenye mwendelezo wa jifunze sentensi za Kichina. Leo pasipo shaka tupo kwenye somo la pili ambapo tutapata mwendelezo wa kujifunza sentensi za Kichina. Ndani yake tukiwa tunajifunza sarufi, misemo na msamiati kupitia sentences. Kwa hiyo leo tutakuwa na mwendelezo ambao tutazungumzia maneno ya heshima. Sawa, maendelezo kwenye maneno ya heshima, ambapo pia ni sentensi. Tutaangalia zikoje na vipi na sisi tutatumia kufahamu maana na matumizi yake pia. Ikiwa ya kwanza inasema wa ye hen gao xing renshi ni, wa ye hen gao xing renshi ni, wa ye hen gao xing renshi ni, wa ye hen gao xing renshi ni. Nimefurahi pia kukufahamu. Kwamba mtu akikwambia nimefurahi kukufahamu, na wewe pia utamwambia nimefurahi pia kukufahamu. Sawa kwamba hii tunaitumia kwa mtu ambaye ndo kwanza mara ya kwanza mmekutana kwenye maisha yenu, baada ya kutambulishana, kupiga stories za hapa na pale. Sasa kumwambia kwamba ile kwenye kuagana, labda kumwambia nimefurahi kukufahamu, katika lugha ya Kichina utamwambia wo ye hen gao xing renshi ni, nimefurahi pia kukufahamu. Baada yeye tayari ameshakwambia kwamba amefurahi kukufahamu wewe, na wewe utamrejeshea kwa kumwambia wo ye hen gao xing renshi ni, nimefurahi pia kukufahamu. Wo ikiwa na maana ya mimi, ye ikiwa na maana ya pia, hen gao xing kufurahi, renshi kufahamu ni maana yake wewe. Ya pili anasema xie xie. Xie xie, xie xie ikiwa na maana ya asante. Sawa kwa katika lugha ya Kichina kumwambia mtu asante unamwambia xie xie. Ya tatu inasema bu keqi. Bu keqi. Bu keqi. Bu keqi ikiwa na maana karibu au sijali. Majibu ya kuambiwa, ya kujibu asante, labda tuweke Kiswahili sawa. Mtu anapokuambia asante kwenye lugha ya Kichina, wewe kumjibu sawa, utamjibu bu keqi. Kwa hiyo tunatumia bu keqi kwenye lugha ya Kichina ni neno la kumjibu mtu ambaye amekushukuru. Katika lugha ya Kiswahili bila shaka mtu akikwambia asante sawa mara nyingi huwa unamwambia usijali au sawa sawa na mfano kama huo. Kwa hiyo hilo ni jibu la kumjibu mtu anayekwambia asante kwenye lugha ya Kichina. Ya nne inasema duibuqie. Sawa duibuqie. Duibuqie. Duibuqie ikiwa na maana samahani au nisamehe. Kwa hiyo kwenye lugha ya Kichina unapotaka kumwomba mtu radhi kwa kumwambia samahani au nisamehe baada ya jambo umefanya, sawa basi unamwambia duibuqie. Sawa ya tano inasema mei guanxie. Mei guanxie. Mei guanxie ikiwa na maana hakuna shida au sijali. Ni majibu ya kuambiwa ni majibu ya kumjibu mtu ambaye amekuomba radhi. Kwa mtu akikwambia samahani kwenye lugha ya Kichina, wewe utamwambia mei guanxie. Ni jibu la kumtoa hofu juu ya jambo alilolifanya au jambo ambalo anahisi labda amekosea. Kwa mtu akikwambia samahani, kumwambia usijali, hakuna shida, utamjibu mei guanxie. Mei guanxie. Mei guanxie. Sawa hawa ni majibu ambayo yanatumika katika lugha ya Kichina rasmi kabisa kwa kumjibu mtu ambaye amekwambia samahani au amekuomba msamaha. Kwa hapo ndo tamati ya somo letu la pili, ambapo tumejifunza sentences hizo na misemo au misemo muhimu katika lugha ya Kichina, kujua maana na matumizi. Kwa hatua inayofuata ni kufanya mazoezi ya kutamka, kuhifadhi na kuweza kutumia panapotokea zingira lake husika. Hapo ndo tamati ya somo letu la pili. Kwa hiyo niseme tu xie xie dajia, asanteni kila mmoja.